Kuna kitu watu wengi hawaelewi. Umaskini sio kukosa pesa, umaskini ni mfumo wa kufikiri. Kwa sababu unaweza ukawa huna pesa leo, lakini kama akili yako iko sahihi ni swala la muda tu kupata pesa. Lakini unaweza ukawa na pesa kidogo mfukoni, halafu akili yako ikawa ya umaskini. Hapa hata ukipata milioni utaimaliza tu. Leo nataka tuongee ukweli mchungu kuhusu dalili 7 za umaskini wa kifikra, na kama utaona dalili mojawapo ipo kwako, usikasirike, badilika ndugu msikilizaji. Lakini pia nikusihi tu, kama bado subscribe channel yetu. Lakini pia kulingana na dalili hizi ambazo tutazisikia hapa kutoka Money Talk na Ibra, kama kuna dalili ambayo imekugusa basi usiache kucomment, ama kama kuna ujumbe wowote ambao umeupata kupitia dalili hizi basi tuandikie katika upande wetu wa comment. Chochote kile ambacho nahisi kuwa kinaweza kikawa ni mchango kwako wewe, kwetu sisi, ama kwa mtu mwingine ili aweze kubadilika. Dalili ya kwanza ni kuwa mtu anapenda kuonekana ana pesa kuliko kuwa nazo pesa zenyewe. Yaani unakuta tu mtu anataka tu kuonekana mbele za watu kuwa ana pesa, lakini kwenye uhalisia pesa hana. Hii ni hatari sana. Unakuta mtu ana shilingi 50,000 lakini anataka kuonekana ana shilingi milioni 1. Unakuta ananunua simu ya bei ghali pengine kwa gharama za kukopa, mavazi ya show off ambayo pengine nayo ameazima, kula sehemu za gharama ili watu tu wamuone kuwa yuko vizuri, lakini ndani mastress ni mengi sana. Unakuta pengine pia labda kodi anadaiwa, umeona bana, lakini pia pengine ambavyo hizo nguo ambazo amekodisha ama nguo ambazo ameazima kwa ajili ya kuvaa, pengine pia labda amedhalilishwa nazo. Unakuta mtu anaishi katika mazingira ambayo ni ya stress. Lakini nikwambie tu, watu wenye akili ya mafanikio wanajijenga kwanza, kuonekana kunakuja baadaye. Swali kwako msikilizaji, unanunua vitu kwa sababu unavihitaji au kwa sababu watu wataona? Lakini dalili ya pili ya mtu kuwa maskini ni unaamini mafanikio ni bahati. Yaani kama wewe unaamini mafanikio ni bahati, jua kabisa upo katika kundi la watu ambao wanaishi katika level ya umaskini. Ukiona mtu kafanikiwa unasema yule ana bahati, yule ana connection, yule alisaidiwa. Hii ni mindset ya kujitetea, lakini pia nikwambie hii akili ni akili ya kimaskini. Ukweli ni huu, mafanikio mengi ni matokeo ya maamuzi sahihi yanarudiwa kila siku. Yaani kama wewe unataka kufanikiwa, basi shikilia kitu kimoja kirudie kila siku. Yaani kama ni kazi, basi fanya kazi kwa bidii, kama unawekeza kwa bidii. Lakini ukikaa ukiamini ni bahati, hutachukua hatua kwa sababu utaamini haiko ndani ya uwezo wako bahati. Dalili namba 3 ni unachukia matajiri badala ya kujifunza kwao. Yaani kama wewe unaishi kwa kuwachukia matajiri badala ya kujifunza kutoka kwao, basi jua kabisa wewe utaishi katika maisha ya umaskini kila siku. Hii ipo sana. Yaani hii ipo sana. Ukisikia mtu amefanikiwa unaanza ana mambo yake, haiwezekani kapata kihalali, lazima kuna dili. Yaani wewe unaishi tu katika misingi ambayo wewe uamini kwenye positive, unaamini tu kwenye negative. Lakini mtu mwenye akili ya ukuaji anauliza, alifanya nini tofauti mpaka kafikia hatua hii? Ukichukia watu walio juu yako, akili yako lazima itajiseti kukataa mafanikio tu. Dalili namba 4 ni unaogopa kujaribu kitu kipya. Unataka maisha yabadilike lakini hutaki kubadilika. Hapa lazima utabaki kuwa maskini. Unasema ningependa kuanza biashara, ningependa kuanza YouTube pengine. Unasema pengine ningependa kuwekeza, lakini kila idea inakuja na jibu moja. Nitaonekana vipi? Je, nikifeli? Kufeli sio tatizo, kukaa bila kujaribu ndio tatizo. Dalili ya 5 ni kupenda starehe kuliko nidhamu. Hii ni dalili kubwa sana ambayo watu wengi ama vijana wengi huwa wanapenda sana kuifanya, na ni dalili mbaya kwa sababu itakufanya uishi katika maisha ya kimaskini kila siku. Hebu imagine unapata pesa kidogo tu, badala ya kufikiria namna ya kuizalisha, unaangalia wapi utaitumia kujifurahisha. Weekend ni lazima itumike. Yaani weekend wewe lazima pesa yako itumike. Yaani mshahara ni lazima uishe mapema. Yaani unapokea mshahara tarehe 28 mpaka tarehe 5 mshahara umeisha. Unaanza kukopa mpaka ifike tarehe 28 upokee tena mshahara mwingine, ulipe madeni na uendelee na shughuli nyingine ambazo unafanya kila siku. Lakini watu wanajenga maisha yao, wanachelewesha starehe, wanajinyima leo ili wawe huru kesho. Dalili ya 6 msikilizaji, huna malengo ya kifedha. Yaani kama wewe tu huna malengo ya kifedha, jua kabisa utaishi katika maisha ya kimaskini. Ukiulizwa unataka kuwa na pesa kiasi gani mwaka huu, hauna jibu. Yaani unaishi tu, siku zinaenda. Lakini ukweli ni huu,
Usipokuwa na target ya pesa, pesa haina mwelekeo kwako. Unatakiwa tu ujue hilo. Kama target ya pesa hauna, basi ujue kabisa pesa kwako itaingia na itatoka bila wewe kujua. Andika hata target ndogo. Miezi 6 ijayo nataka kuwa na akiba ya kiasi fulani. Mwaka huu nataka kuanzisha chanzo cha pili cha kipato. Ukikosa direction, maisha yatakuendesha mzee. Maisha lazima kuendeshe ndugu msikilizaji. Lakini dalili ya 7 na dalili ya mwisho siku hii ya leo ni kupenda drama kuliko maendeleo. Una muda wa kufuatilia maisha ya watu. Una muda wa kuingia kwenye mabishano. Una muda wa social media masaa 5. Yaani wewe una scroll tu kuanzia asubuhi mpaka, yani kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 7 mchana una scroll tu Instagram, una scroll tu TikTok. Yaani ujifunze, uingie kwenye page za kujifunza, una scroll tu kwenye udaku, una scroll tu kwenye vichekesho. Mwisho wa siku muda unaisha, siku inaisha, masaa yanapita, mwaka unaisha. Yani hauna chochote ambacho umejifunza wala umeongeza, wewe uko pale pale. Lakini pia hauna muda wa kujifunza skills mpya, huna muda wa kusoma kitabu, huna muda wa kupanga mipango. Kama unatumia muda mwingi kwenye drama kuliko maendeleo, akili yako tayari imechagua umaskini ndugu msikilizaji. Sasa sikiliza vizuri kwa makini. Umaskini wa pesa unaweza kubadilika haraka, lakini umaskini wa fikra ndio unakufanya urudi pale pale kila mwaka. Kama umejiona kwenye dalili hata moja, usione aibu, badilika. Habari njema ni hii, mindset inaweza kubadilishwa. Anza kwa kubadilisha marafiki unaowasikiliza. Anza kujifunza kitu kipya. Kama ni vitabu ulikuwa usome, basi soma vitabu ambavyo vitakufanya ubadilishe maisha yako. Anza kwa kuacha kuishi kwa ajili ya kuonekana. Yaani kama unaishi kwa ajili ya kuonekana tu, ndugu yangu, unafurahisha watu, maisha yako yatakuja kuwa magumu hapo baadaye. Na unatakiwa pia ujue kuwa utakuja kuwa na familia. Familia yako haiwezi kuja kuishi muonekano wako. Familia yako itakuja kuishi matokeo yako. Hii ni Money Talk na Ibra. Hapa hatubembelezani, tunabadilishana mfumo wa maisha. Na kama nilivyokuambia hapo awali, kama kuna dalili yoyote ambayo uko nayo, basi usisite kutuambia na tuweze kukusaidia. Lakini pia kama una cha kuongeza ili watu waweze kujifunza kupitia ujumbe, basi tuandikie kwenye upande wetu wa comment. Sisi kwa pamoja tunaweza kukusupport, kusoma na kujibu pia.